katika maji, lakini pindi atakapotoka kwenye maji, ninakutuma fanya jambo moja tu. Ninahitaji ummeze Yunus na umuhifadhi katika tumbo lako. Kisha baada ya hapo rudi chini ya maji, tulia hapo mpaka siku ya Kiyama. Nitakuita mbele yangu uje umteme, na mimi Yunus ni muadhibu, kwa kuwa Yunus ameikimbia kazi yangu. Yani kitendo cha Nabii Yunus alipowakimbia wale watu katika mji wa Ninawi, Allah tabaraka wa taala ameghadhibika, kwa sababu wakati Yunus wale watu wanamfanyia jeuri ndio anaondoka, kuna baadhi ya watu walikuwa tayari washakuwa tayari wanaamua sasa wanataka kumkubali Nabii Yunus. Zinapigwa kura tatu, ajabu ya Allah zinamwangukia nabii wa Allah Yunus alayhi salatu wasalam. Na hapa najiuliza, vipi anakuwa anayenuksi nabii wa Allah? Mjadala hakuna, wakakubaliana wamchukue Yunus wamtose kwenye maji ili wao wasalimike na ile safari waendelee kwa usalama. Wanakamata nabii Yunus, anakwenda kutoswa kwenye maji, samaki anakwenda kummeza Yunus, anamuhifadhi katika tumbo lake, kisha anarudi chini ya maji, anasubiri siku ya Kiyama. Lakini wakati Yunus yuko katika tumbo la samaki, akagundua Mungu amemtia katika misukosuko hii kwa sababu moja tu. Yunus ameikimbia kazi ya Allah, ndio maana Mungu anamtia katika misukosuko. Akajiuliza nini afanye. Yunus alayhi salatu wasalam akapata jibu, namna ya kufanya ni jambo moja tu, amuombe Allah tabaraka wa taala. Allah hubadilisha kadari yake katika kipengele kimoja tu, sio chengine, ni kipengele cha kumuomba Allah. Yani mimi na wewe, inawezekana Allah amekwisha kuandikia mmoja katika sisi katika kadari yetu atamfika matatizo makubwa. Huenda wakati unaondoka kwa haraka, unavuka barabara siku ya leo, ugongwe na bodaboda ama gari, basi uparalyze miaka 4-5, ulale kitandani usubiri umauti. Lakini Mungu anaweza kubadilisha kadari hiyo katika kipengele cha kumwomba Allah tabaraka wa taala.